mimi nimefanya hiki kitu, kikikupendeza waweza kufanya. Mimi nyumbani kwangu tuliingiliwa na urahibu huo wa filamu. Kuna hizi filamu sijui za Kikorea, sijui za Kijapani. Hizi zinakuja ni season, inaweza ikawa inaendelea mpaka hata mwaka mzima. Mimi nyumbani kwangu ibada ni 2:00 kamili usiku tunafanya ibada. Whether tumekula au no, tunafanya ibada. Lakini 2:00 kamili ndipo inaanza ile filamu. Na ninaipenda kweli, na mke wangu anaipenda. Sasa tukasema tutakuwa tunafanya ibada haraka haraka. Kwa mnafanya ibada, mnasoma usomaji wa Biblia, halafu mnasema mwenye nyongeza, wakinyamaza tu sekunde 2, aya nadhani somo limeeleweka, tuombe sasa. Kumbe mnawahi filamu. Tukatoka hapo tunasema tuache kwanza, tusifanye ibada, filamu ishe. Tukakaa tukasema tunaenda mbali. Tulichokiamua ni hiki. Uzuri zile channel zote zenye filamu zinalipiwa, sio za bure. Halafu zile zenye taarifa ya habari ni za bure kwetu Tanzania, sasa sijajua huko. Halafu tukasema hatutalipia kingamuzi hata siku moja. As long as channel za taarifa ya habari ziko free, tutabaki na hizo. Siku ya kwanza ilikuwa ni kazi. Usiku ambao hamjaangalia filamu, unashangaa vitoto vinasimama, vinaanza kuigiza wale walivyokuwa wanasema. Mnatamani ile filamu. Tukavumilia wiki moja, tukaenda tukalipia kingamuzi. Tukaangalia. Tena tukasema tumelipia kweli. Sasa tutapambana awamu hii, mwezi mzima tutalipia. Kilipoisha hivyo mpaka leo sisi kwetu channel hizo hazionyeshwi kabisa. Kwa nini? Watoto wanafundishwa maneno na matendo ambayo kwao hawakuwahi kutarajia kama watajifunza. Kweli. Walioelewa waseme amina. Amina. Kwa hiyo ni madhabahu zimejengwa, ziko humo, na mpango wa shetani, sikiliza, hii kitu inatuandaa sana kwenda. Alo, brother, ulikuwa unazungumza kitu cha maana sana. Hii kitu inatuandaa kwenda kwenye Sunday law. Si mtaalamu sana wa unabii, lakini ngoja niwadokeze ili naweza kuwasaidia. Mmewahi kuona kwenye filamu mtu amekufa, labda mwanaume amekufa kaacha mke wake, na yule mke kaolewa, halafu wale watoto wake wakaanza kuteswa, halafu yule mwenye watoto akafufuka akaja kulipa kisasi. Mmewahi kuona filamu za namna hiyo? Anafufuka anasema baba alipogundua watoto wake wanateseka akaja akasimama, hawamuoni, baadaye akaanza kulipa kisasi. Zinatuandaa kwenda kuamini kwamba mtu akifa ana uwezo wa kufanya jamani. Maana muda sio mrefu shetani ataanza kuwaleta watu wetu waliokufa. Kweli. Mnamuona kabisa mzee fulani, mnakutana naye hapo. Baadaye watasimama wachungaji watasema no, waliokufa hawezi kurudi. Vijana wetu watasema hapana, mimi nilishuhudia kwa macho. Kuna watu walikufa wakarudi. Kweli. Kutoka kwenye filamu. Hizo ni baadhi ya madhabahu. Sasa kuna ngazi 3 za madhabahu. Nizipitishe katika hizo haraka. Madhabahu. Mimi niwatie moyo wazazi mlioko hapa. Nendeni mkakae makini sana na hizo television. Kaeni sana makini hata na hizo simu. Wale ambao unatoka kule umechoka mama, unamtupia simu mtoto wako, kama makini sana. Ngazi 3 za madhabahu. Tuanzie mahali hapo. Ngazi ya kwanza inaitwa ni madhabahu ya kijamii. Madhabahu ya kijamii. Ziandike tu haraka, afu baadaye nitakuja nieleze hasa moja baada ya nyingine. Ngazi ya pili ya madhabahu ni madhabahu ya familia, na ngazi ya 3 ya madhabahu ni madhabahu ya mtu binafsi. Aha. Ngazi ya kwanza ya madhabahu tumesema ni madhabahu ngazi ya nini jamani? Ya jamii. Ngazi ya pili madhabahu ngazi ya nini? Familia. Ngazi ya 3 ni madhabahu ngazi ya nini? Mtu binafsi. Sasa isikilize vizuri. Ngazi ya kijamii ikoje? Ni madhabahu ambazo zinatesa jamii yote. Natoa tu mfano kwa maana nzuri. Kama ni jamii ya Wakuria, wanakuwa na madhabahu ambayo imedominate kabila lote la Wakuria. Na kwa sababu hiyo utatambuaje kwamba kuna hiyo madhabahu iliyo dominate? Sikiliza kule nje wanasemaje. Utasikia wanasema wamama wa Kikuria, wababa wa Kikuria, watoto wa Kikuria, wanataja vitu negative vinatokea mahali hapo. Jamii imekuwa dominated na madhabahu fulani. Kwa mfano, inaweza kawa ni madhabahu, labda tutolee mfano, labda madhabahu ya nchi ya Kenya, jamii yote ya Wakenya au wa Tanzania, kuna madhabahu ya nini? Gonjwa la corona. Au kuna madhabahu ya nini? Watu kupotea bila kujulikana wameenda wapi. Kuna madhabahu ya nini? Madhabahu ya vita, mauaji yanaendelea hapo. Hiyo ni madhabahu ngazi ya jamii. Sasa wale mnaohama na kuhamia, mahali popote utakapohamia, usiishi mahali ambapo hujajua madhabahu inayotesa hao watu. Kwa mfano, madhabahu inayotesa wa Kenya, ukabila.
hiyo ndogo tu. Kweli. Chuoni nimesoma na Wakenya wachungaji, na some of them huenda wananifuatia hata hapa. Mkenya anafiwa, badala wachange rambirambi na kumsaidia, wanauliza aliyefiwa ni nani? Wakisema Mkisii, Wakikuyu wote, Wakamba, wakina nani, wanakaa pembeni. Wakisii ndio wanapambana. But they are pastors. Hao ni wachungaji. Anafiwa Mkamba, wanauliza ni nani aliyefiwa? Ni Mkenya. Lakini kabila gani? Mkamba. Wakikuyu, Wakisii, Wakuria pembeni. Wakamba ndio wanapambana. Hiyo ni madhabahu. Na mnaweza mkao mnapambana na hivi vitu vingine. Jamani, tutunze Sabato, tufanye nini? Kumbe kuna tu vitu tumevilea vidogo vidogo. Sisi kwa kweli, ngoja niwaambie, moja kati ya vitu ambavyo watu wamshukuru sana Mwenyezi Mungu alivyofanya kwa Tanzania. Tunaweza tukakutana kwenye makambi kama hivi na mkamaliza kambi hata msijue ni kabila gani mlikuwa mnafanya hapo. Na hata ndoa, angalia kwa mfano, mimi ni Muha, lakini nimeoa Msukuma, mke wangu ni Msukuma. Kwa hiyo kuna wakati tunaongea Kia, kuna wakati tunaongea Kisukuma, na watoto wanashangaa. So, ni kabila gani? Tunaambia sisi kwetu makabila, it doesn't matter. Sisi tunachokijua, sisi ni watoto wa baba mmoja. Na hakuna siku vita ya kikabila itainuka, kwa sababu kuna kwenye kabila fulani kuna watu wameoa huko. Lakini angalieni madhabahu iliyovamia mpaka kanisani. Eti mchungaji Mkuria hawezi kwenda kuchunga Wakisii. Hilo ni kanisa la Mungu. Mimi na mashaka kama Wakenya tutakutana mbinguni. Naanza kuwa na mashaka. Yaani eti mchungaji Mkamba hawezi kuchunga kwa Wajaruo. Na hii ngojeni niwaambie, hiki ni kitu serious. Mnapofanya maombi, ombeeni hicho kitu. Ni madhabahu zinazosumbua. Kwa sababu ni watoto wa baba mmoja. Sisi sote tumetoka kwa Adamu, baba mmoja. Nimependa kwaya ilimba juzi, tupendaneni wa Kenya. Tupendane. Hasa madhabahu ngazi ya jamii ni madhabahu inayobeba jamii yote. Madhabahu kama hizo ambazo nimetolea mfano. Na kwa mfano inaweza katokea madhabahu ya kimbunga, madhabahu ya njaa, watu hawalimi, hawavuni, ikawa ni changamoto mahali hapo. Unapokuwa kwenye ile jamii, wewe ndiye wa kuombea. Kwa hiyo hata kwenye makambi haya mlipaswa baadhi ya vitu vya kuombea ni pamoja na hayo. Mungu tusaidie. Siku moja ukabila ufutike mahali hapa. Tunatamani. Nilikuwa mwaka jana kwenye makambi Rwanda. Niliwaambia moja kati ya vitu ambavyo nilishukuru, nikasikia hili tangazo, sina uhakika nalo. Nikasikia tangazo nikiwa Rwanda. Wale watu waliouawa katika mauaji ya kimbari mwaka wa 94, mifupa yao na mafuvu ya vichwa yalitunzwa mahali fulani. Kwa hiyo mtoto akizaliwa anaambiwa, unaona hivi vichwa vya baba zetu, kaka zetu waliuawa na watu fulani. Kwa hiyo mtoto anazaliwa na ile hasira, anasema nitalipa kisasi. Kiongozi mmoja akasema, ondoeni hayo mafuvu. Ondoa. Maana mnaendelea kupandikiza uchungu. Nikasema yes, huyu anaelewa. Kwa kuna vimadhabahu vya hivyo, unaweza kukuta labda kwenye jamii yetu ya Wakuria, utashangaa wanakuambia, mwanamume wa Kikuria haingiagi jikoni bwana. Mke wako anaumwa kabisa. Mke ni mgonjwa kabisa wa itabani. Na bado unamwambia, utapika tu bwana. Mimi mwanamume siwezi kuingia jikoni bwana. Hivyo ni vimadhabahu tumeviendekeza kwenye ndoa. Nilikuwa nafundisha Wakuria wakule Tanzania, sio huko Kenya. Nikawa nasema kuna wakati upate muda ucheze na mke wako, cheza na mume wako, mnakimbizana, tengenezeni kampira, mnaruka. Wakasema mambo ya kipumbavu hayo tata. Yaani huo muda na utoa wapi mura? Mambo ya kipumbavu. Kweli. Yaani hata kuruka tu pamoja ni mambo ya kipumbavu. Unajua kuna watu wako kwenye ndoa kwa sababu tu ya amri, lakini they are not enjoying their marriage. Hawaenjoy chochote. Kuna upande umekandamizwa. Asipokandamizwa mwanamume, kuna mwanamke amekandamizwa. Hiyo ni madhabahu ngazi ya jamii. Na mimi niwaulize, hapa si tuko kwenye nchi ya Wakuria? Ni tamaduni gani za Kikuria zinazokandamiza ndoa zetu? Naomba tunyoshe mikono. I need to share. Tamaduni gani mnaona kabisa hizi tunaziendeleza lakini hazifai kwetu wa Kristo? Nyosha mkono. Wamama wanasema, pastor unatutakia mema kweli wewe? Kuna maisha baada wewe kuondoka. Mwe na amani, nitawalinda na kuwatetea. Mkono wa kwanza. Tohara kwa wasichana. Hiyo bado inaendelea. Na washiriki wanapeleka binti zao wanaenda ukeketwa. Ukimuuliza dokta hilo tendo linavyoleta hasara kwa binti, unaweza ukashangaa. Nimefanya research kadogo kabisa. Mgumu.
hapa nimefanya ka research kadogo. Mabinti waliofanyiwa tohara, nitumie hilo neno, kwenye ndoa, wengi wanatimuliwa kwenye ndoa. Kwa nini wanatimuliwa? Ni swala la kibiolojia, daktari atawaeleza vizuri. Yaani ni sawa na wewe unatengewa sahani ya vyakula alafu nakatwa ulimi. Alafu naulizwa, hiki chakula ni kitamu. Ni kitamu namna gani mshakata ulimi? Mwambie jirani yako hivi, namwona kweli mchungaji au arudi. Wanafukuzwa kwenye ndoa, maana wanaalikwa kula vyakula wakati wameshakatwa ulimi. Na washiriki wamo wanafanya hivyo vitu. Hiyo ni ya kwanza ambayo ni madhabahu ya kwanza ambayo mnapaswa kupambana nayo. Na wazazi mliofanya hicho kitu mkawafanyia watoto wenu, msimalize hili kambi bila kuungama. Maana hiyo ni dhambi kabisa, tena mbaya. Mwambie kabisa, Mungu nisamehe, sikuelewa kabisa, sikujua. Leo naungama kwako. Ya pili,